na ili andiko, na jisikia kama tushehili kabisa na itakuwa baraka kwako. Tusome Yeremia sura ya 1 mstari wa 3 kwa dakika chache sana. Andiko linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ili andiko Yeremia 1:5 ukilisoma vizuri na zaidi ukisoma kwa hizi lugha zetu za Kimombo huwa zinakuwa zinaeleweka tena zaidi hivi, lakini lugha zote ni nzuri tu. Hizi msemwa una verbs, una verbe nyingi ambazo lakini zimeandikwa in past, zinaandikwa kwa muda ambao uliopita, na mwandishi ni kama anaandika leo present, lakini maneno ambayo anaongea ni ambayo iliyopita. Iko nasema ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo, yani kabla sijakuweka katika tumbo, kabla mamako hajabeba mimba yako namna nyingine, na kabla hujatoka, na kabla hajakuzaa kwa namna nyingine, nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yani mtu alikuwa huyu kwa namna alivyoongea hapa huyu Yeremia, ni kama kulikuwa namna moja ya kutengenezewa na kukua tayari na kutumwa namna nyingine. Unatuma, nafikiri hapo umeelewa vizuri, na ni kama akaambiwa sanenda na ufanye hiki. Na unaweza kujiuliza namna gani? Kitu cha kwanza utaelewa ya kwamba mwanadamu alitangulia kabla hajaja duniani. Jinsi ulivyo hapa ulitangulia kabla haujaja duniani. Jinsi nilivyo nilitangulia kabla sijaja duniani. Yani mwanadamu before akuwe mwili alitangulia kuwa roho. Katika ulimwengu wa kiroho mwanadamu alitangulia kufanywa. Na ndio maana maandiko yanasema tumfanye mwanadamu, tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano. Tumfanye mtu kwa mfano, kwa sura, kwa mfano. Yani ni kusema ni mtu, yani mtu alitangulia kufanyika kabla bado hajaingia hata tumboni mwa mama yake. Sikia kumpendwa wangu. Sasa kuna vitu ambavyo vinaweza vikatushangaza sisi kama watu. Nashukuru sana roho. Tunaweza tukashangawa unene wako. Muda mwingine tukipita unaona mtu mnene sana hivi. Mwingine unapata tacheko na cheka. Muda mwingine unaangalia mtu sasa, mbona mwembamba sana, mbona mfupi sana, mbona huyu hivi, mbona mweusi mwekunda sana, unacheka. Na hivi vitu sisi tunaweza tukacheka kama watu, lakini Mungu ambaye ni muumbaji, yani alijua kila mtu. Unaini Mathayo uko nayo. Ibili vitu tunajitapiaka hata. Yani vyote Mungu alitangulia na vitengeneza. Yani Mungu haiko surprise. Mungu vitu ambavyo vinafanyika sio surprise kwake. Hakuna vitu ambavyo vinamshangaza Mungu. Niseme hata namna nyingine na mateso ambayo unapitia. Mateso, njaa, maskini, haujaolewa, umeshafisha, hata inawezekana wewe ni mlemavu, inawezekana hiki na hiki, au kuzaliwa mlemavu lakini leo uko mlemavu, na mengine yote. Niongee tu hivi niseme ya kwamba na niwatie moyo watu ambao wanapitia shida. Alikuwa mzima, haiko mzima, leo anashakuwa mgonjwa, ashakuwa hivi, aonge yake namna labda usikii mzuri, au labda kuna Mungu ambaye anakujua zaidi yetu, sio tunapenda zaidi yetu, na hakuna kile ambacho kilifikia tu hivi sana sababu yeye alishindwa alikosa uwezo wa kusaidia. Lakini sababu imeshatokea, uamini ya kwamba Mungu alikuhusu na haja kufanya wewe kuwa mtu uteseka. Ana uwezo wa kuwa faraja kwa namna yoyote ambayo hatuwezi tukaieleza. Huyu sasa Mungu akamwambia ninakufanya kuwa nabii. Na hii mambo ilifanyika. Maandiko iko na shuhudia kwamba Mungu alitangulia kumjua kabla hajakuwa tumboni mwa mama yake. Yani ni kusema hata kama ingelifikia kuwe nabii, ama basi hata kama yeye ni nabii, ama hata kama yeye atakuwa nani, ni sababu mimi ndiyo nimetengeneza hiyo vitu. Yani kusema namna nyingine ni nini? Kile ambacho unatakiwa kukifanya duniani Mungu ameshakitengeneza na kilikutangulia.
kile ambacho unatakiwa kufanya, ile maono makubwa ambayo unajiulizanga itatimiaje, itafanyikaje, Mungu alitangulia kukitengeneza na akaiweka hapa duniani. Namna nyingine, wewe ndani mwako ulipoingia tumboni mwa mama yako na ukazaliwa, ulizaliwa na vile ambavyo unatakiwa kuvifanya hapa duniani. Na asitokee mtu kukuambia kwamba yeye ndo atakufanya wewe kuwa nani. Asitokee mtu kukuambia kwamba mimi nikitaka ndio utakuwa hivi. Asitokee mtu kukuambia kwamba mimi nikitaka ndio utakuwa tajiri. Mimi nikitaka ndio utakuwa na pesa. Mimi nikitaka ndio utakuwa nabii. Mimi nikitaka ndio utakuwa muombaji mkubwa. Mimi nikitaka. Asitokee mtu yeyote, hapana. Mtu ambaye anatengeneza, mtu ambaye anatengeneza, mtu ambaye anatengeneza maisha ya watu ya leo, ya ile ya jana, ya leo na ya kesho, ni Mungu pekee. Maisha yako iko mikononi mwa Mungu, si mikononi mwa watu. Sababu ingelikuwa mikononi ikiwa mikononi mwa mtu anaweza akaipeleka jinsi anasikia, jinsi anajisi. Mtu anaweza akaiongoza, akaielekeza, ama inaweza ikaenda kulingana na hali ya mtu. Na mtu ana mipaka, lakini Mungu ana mipaka. Yesu ana mipaka. Yesu ana mipaka. Ana mwanzo, ana mwisho. Yeye ni wa kila siku, ni wa kila saa, ni wa kila muda. Kile ambacho unatakiwa kukifanya utakifanya, kitatimia tu. Yes. Mungu akisema ya kwamba wewe utajenga manyumba, ikuwe Kongo, ikuwe Tanzania, ikuwe Ulaya, ikuwe Marekani, nchi yoyote. Mungu akisema ya kwamba wewe utafungua na makanisa, wewe utakuwa sijui bokseri mkubwa, wewe utakuwa. Kile kitu kitafanyika, si kwa sababu wewe ulitaka, si kwa sababu mzazi wako alitaka. Hata kama kungetokea njia, unajua sasa katika maandalizi sasa, hapo ndiko watu wanajinyakulia, mara mwingine wanadanganya watu. Yaani kama inaweza fikia mtu amekusomesha, amekupeleka shule, inaweza fikia mtu amekupea kazi, si kwamba ndio amekupea maisha. Hapana, ni njia tu ambayo Mungu alikuwa anaitengeneza, sababu kila mtu anapitia kwa njia ya mwingine. Lakini asitokee mtu kusema ya kwamba fulani ndio amempatia huyu hiki. Hapana, lakini Mungu alipitia njia ambazo alitengeneza ili kwamba fulani afikie hapa. Na nisikia rafiki yangu. Sasa kuna lingine hapa, ni kama ni challenge. Unaweza kuwa unamjua mzazi wako ama umjui mzazi wako. Unaweza ukamjua mama yako ama baba yako ama usimjue. Isikufadhaishe. Yaani ujue ya kwamba kama ukumjua wewe, ama kama umemjua kwa muda fulani na akakupotea, akatoka, akasafiri, akakuacha, sababu pia wale watoto wapo ambao wameachika. Leo ni watu wazima wameachika tu hivyo. Ujue ya kwamba yani Mungu alimuandaa tu kwa chombo ya kufikisha duniani. Lakini kitabu ambacho kimeandikwa maisha yako tayari kiko kwa ajili yako. Mungu anaweza kapitia tu mzazi wako kuleta duniani muda mwingine. Watu ambao waliachika, kama mnanisikia, si kwamba wale waliwaacha wale wazazi wenu na Mungu akawaacha, ama na plani za Mungu zikawaacha. Hapana. Plani za Mungu ziko tu. Alichokiandika Mungu kitafanyika katika maisha yenu. Ili andiko linatuambia jinsi Yeremia alitengenezwa na hajakuwepo. Na ndani mwake Mungu akaweka vitu. Na akaweka vitu na Mungu akamtuma kwenda kuvifanyia kazi kabla yeye ajiingia hata tumboni mwa mama yake. Yaani kama wazazi wako walipokutana na wale wazazi wako kukutana, malengo ya Mungu ilikuwa ni kwamba wakulete wewe. Yaani walimsaidia tu Mungu. Mungu alipitia tu kwa njia ya wazazi wako ukuje duniani ili kwamba utimize kile ambacho Mungu alitaka kukitimiza katika dunia hii kwa sectors mbalimbali. Sijui kwa domain gani. Sijui kwa domain gani. So una talent fulani hivi, una vipaji mwa fulani, una uwezo mwa fulani hivi. Najua Mungu atafanya vitu pamoja na wewe kwa njia tofauti tofauti, kwa talent yako, kwa maono yako, kwa hiki na kile. Sijui. Mungu mimi kinachojua tu ni kwamba Mungu hata kuacha wewe kuje bure tu. Hapana, kuna kitu ambacho anataka kifanye pamoja na wewe. Sasa ni wewe kujua ya kwamba sikuja. Hii ndio shida ya watu wengi.
watu wengi wanaishi duniani na ajui kama alikuja kufanya nini. Omba Mungu sana akuelekeze, Roho Mtakatifu akuambie wewe ulijua ulikuja duniani kufanya nini. Sababu ukijua kile ambacho kimekuleta duniani utajua la kufanya, na ukifanya kile ambacho unatakiwa ukifanye utakuwa unafanya mapenzi. Unisikia? Yaani usikae tu hivi unafikiri kwamba wewe ulikuja tu ni ucheze mziki, ulewe, ukule, unini. Hivi ni vitu vya kawaida, lakini unajua kila mmoja wetu alikuja kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya kama yeye, hapana kama mwingine, kama yeye. Na unaweza ukaishi na bado hujaanza fanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Sababu gani? Sababu unaishi katika upunguazi, unaishi katika distraction. Toka katika distraction. Toka distraction. Usibakie tu hivi, unabakia tu maisha yako yote unabakia tu ni kukula, kuvala, banamuke, nini. Una lile ambalo unatakiwa kulifanya. Na tia kichwa chini, fikiria naishije? Nina uwezo gani? Nini ndio natakiwa kufanya? Inawezekana wewe ni mlimaji tu mzuri, kazi yako utakulisha tu watu. Inawezekana wewe kazi yako wewe utakuwa ni mtangazaji mzuri, utakuwa ni mshauri mzuri. Inawezekana kazi yako wewe ni mvalishaji wa watu, kwa fashionist. Inawezekana wewe ni mwimbaji mzuri. Tumia uwezo ambao na utafika mahali utakuwa unafanya mapenzi, na siku utatoka duniani kwa neema ya Mungu, na mimi nitazeeka, sivyo? Utakapozeeka unatoka duniani, hata watasajia watasema huyu mzee, huyu ndugu, huyu mama, huyu baba fanya kazi. Nafikiri umefika vizuri. Haya, barikiwe sana. Ni wako mpendwa mtumishi wa Mungu Medar Mukata. Nifuate YouTube Medar Mukata, TikTok Medar Laurent Baraka, Medar Mukata, sorry, na Facebook Medar Laurent Baraka. Namba yetu wapo, utaisoma. Tuko tayari kukuelekeza kwa maombi kwa namna yoyote. Share na wengine neno hili, itasaidia wengi sana. Share tu kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya kusupport neno la Bwana. Support ya neno la Bwana, yani wengine iwafikie tu na ikuwe baraka kwa sote. Ciao. I love you.